kwenye upande wa mazingira, hasa ukizingatia kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi sasa hivi yamekuwa makubwa sana. Mtu niliyekutana naye leo hii amefanya jitihada kubwa sana katika ulinzi wa mazingira pamoja na jitihada ya kuhamasisha jamii kuhusiana na kupanda miti. Nitamuuliza jina lake, anaweza kawatajia. Bwana mheshimiwa, unaitwa bwana nani? Naitwa Makosa. Jina langu halisi naitwa Ramadhani Mrisho Kasawa, lakini maarufu hapa Iringa naitwa kwa Makosa. Ndio bwana Makosa. Wewe ni mdau mkubwa sana kwenye upande wa mazingira. Unazungumziaje hasa mkoa wetu wa Iringa pamoja na Tanzania kwa ujumla kuhusiana na watu ambao wanakuwa wanakata miti lakini wanakuwa wapandi miti? Unawashauri nini kama ni mdau mkubwa wa mazingira? Kwani wanashaurika? Hawa ni amri tu, wasikate miti basi, kwa sababu hata viongozi nao wanashiriki katika ukataji wa miti kwa kuwa wanaitumia kupikia vitumbua vyao wapeleke kwenye mashule. Sasa hao watu hawashauriki. Ndio. Kwa hivyo ushauri labda huo tu, miti sikatwe, lakini huo ndio ushauri. Toka mimi nazaliwa nasikia hizo story, usikate, lakini kupanda wapande. Kukata, angalia huko kama kamera yako inaweza kuona mlima umebaki mtupu. Ndio tunaona mawe. Zamani wakati mimi mdogo, mawe ilikuwa huwezi kuyaona, unaona miti. Sasa tunakushauriana. Ndio. Sasa Mheshimiwa Makosa, kuna swala letu ni kwamba sisi kipindi chetu online tukikuwa tukifuatilia vijana hasa hususan wanaokuwa wafanye kazi, wanakuwa mara nyingi wanailaumu serikali badala ya kufanya kazi. Labda unaweza kuliongeleaje kuhusiana na hilo swali, kutokana na vijana ambao wanakuwa wafanye kazi, muda mwingi wanakuwa wanalaumu serikali? Unaweza ukasogea ukapisha kidogo, naona kuna gari huko inakuja. Unalizungumziaje hilo swala ambao watu wanakuwa mara nyingi hawafanyi kazi isipokuwa ni kulaumu tu serikali muda wote? Watu hawafanyi kazi. Watu wasiofanya kazi wanatakiwa wasile. Kwa hivyo hao wanaowapa chakula wanatakiwa wasitishe, ili asiyefanya kazi kama Bible inavyosema asile. Ndio. Sasa kuna vijana wanakuwa wanalala tu majumbani, wanalaumu serikali kwamba wafanye kazi, wanataka kazi wakati wamelala tu majumbani. Wakati huo kuna kazi nyingi wanakuwa wanachagua kazi. Hao unazungumziaje hasa na unawashauri nini? Wanakosea. Kazi sio kitu cha kuchagua, ni kitu cha kuchagua na kuamua wewe unaweza kufanya kazi gani kwa uadilifu, kwa ubora unaotakikana. Ndio hiyo unaenda kufanya, sio hii. Kama kawaida, ndugu mtazamaji wa TV yetu online, leo hii nimetembelea maeneo ya Ilolesi. Nimekutana na mdau mmoja